Mzee Pili ndo chanzo cha yote. Kwa la kuabudu ukamshughulikie, ukamfanya aongee ukweli mbele ya wanakijiji wake, na kama akishindwa nakuelewa. Mzee, shikamoo. mara kujambo. Mzee, vipi uko lesi sana hivi? Unaelekea wapi mzee? Mzee wangu, naelekea kijiji cha Pili, jambo letu kutoka kwenye kijiji chetu kufanyia uchunguzi zaidi. Lile jambo hivi bado mnalifanyia uchunguzi? Bado tunafanyia uchunguzi ili baini nini shida. Vipi mzee, unaenda huko unarudi lini sasa? Mzee wangu, itabiriki muda wa kurudi. Maana sijui uko nitakaa muda gani. Sawa. Naona muda umeniacha sana, mimi nataka niwahi. Haya. Sawa mzee wangu. Ila mwenyekiti, kuwa makini uendako, maana tunakuhitaji. Sawa. Mzee Manonga, Nadia ni vijana ni relax kwanza. twende tukupeleke nyumbani kwako. Kwanza nyinyi wakina nani? Msiweze mkaniibia. Ingia sio salama mzee. Amweze mkaniibia. Mzee, tumie nguvu tumfikishe kwake. Nadia ni kwanza. Napomzee kidogo. Umeongea kitu cha maana. Hapa kijijini washangaa tena wana kufa. Naona hiyo kufa yule tuliomwona. Watu mpeleke huyu. Acheni kuniambia kufa. Twende. Vijana tulieni kwanza niwaambie kitu. Subirieni kwanza. Hivi nyinyi vijana mmeoa? Mmeoa? Hapana bado. Amjue kwamba niza nikawapa udiwani. Sasa mzee, udiwani wa nini? Nataka niwape udiwani. Hapana mzee, twende tukufikishe kwako. Nisikilizeni mimi. Mimi baraza hapa, nisikilizeni mimi vijana. Sawa? Unaona? Mwanangu, watumpeleke tuendelee na makazi zetu. Kwanza nataka niende kule mbugani kwangu. Huyu mzee atatupotezea muda. Hebu twende. Oa mzee. Twende mzee Manonga. Nini? Nakula wa nini? Wanakula hivi. Kiandaa nini? Wana haji. Una vipi? Sawa sasa. Anamchelewesha hapa ni mwangu bana. Nini mbona hauji? Lakini nilikuwa naangalia usalama. Sema kama hutaki mimi niende zangu bana. Nina mambo mengi ya kufanya. Kwa msiku mimi tumtuke macho hapo. Hebu twende. Haya twende. Twende bana. Huko. Dada.
mdogo wangu tuone umedekije. Yaani pachafu. Kuna nini kwani? Yaani pachafu kama kuna mwezi hapa jadeki. Dada naona ongeaga sana. Funguo za hapo kwenye koki ziko wapi? Pale mimi nafungua wapi na wapi? Dada, lakini wa mwisho kuzishika sini wewe ulikuwa unamchotea shoga yako maji. Hapo mimi sijatoa funguo. Wewe tu umesahau. Umesahau nakwambia kabisa. Mjomba. Karibu mjomba. Tuko mjomba. Asante. Kama mjomba. Marahaba, jambo. Jambo. Marahaba, mjambo. Jambo. Mjomba za hapa? Ni nzuri mjomba, za huko ulikotoka? Uko salama. Mjomba nasikia mtu anaumwa, anaendelea. Kwa sasa anatumia vidada vidogo vinamsaidia. Kumbe tulikuwa tunataka tuje tumsalimie. Kumbe hamna haja hata ya kuja kumsalimia. Hakuna ulazima. Haya mjomba. Mjomba, nilikuwa na shida na maongezi naye kidogo. Sawa mjomba. Haya mjomba, msalimie anti. Kuna nini mjomba? Niacheni nishakunya kwanza, niacheni. Twende. Hapa. Wekeni vizuri. Odi. Hapa. Odi. Hapa. Mwajuma. Mama, wewe. Tunaenda kumpokea babako hapo. Malaya tu. Kwani baba kakutwa na nini? Sisi tunamsaidia tu njiani. Mzee Manonga. Si mzee, twende. Sasa hivi nipo wapi? Huko kwako. Msisahau kwamba nitawapa ujuani. Mzee, si atoa kiudiwani mzee. Si twende. Jana mtakufa masikini. Haya nendeni. Haya mzee Manonga. Twende. Wahi tunang'ani zetu. Simo. Kuwa na haka. Ole wako nisikie chochote. Utanijua. Ona mwanangu, nacheka na vitu havichekeshi. Yaani vitu vinachekesha. Hebu mwanangu twende tuachane na haya. Wewe kuna malage yetu. Ila unacheka mwenyewe. Twende hebu, achana naye. Baba, hebu amka twende ndani. Vipi mjomba, mbona kama hujiamini? Kuna shida? Ndio unajisahau sana. Chakulazi mtu mjomba, niite mpenzi au unipendi? Amna. Unipendi. Sema kama unipendi. Amna. Shida nini? Mbona unakuwa unaniogopa? Yaani wewe ni mpenzi wangu wewe, usio unaniogopa. Sawa. Shida gani tena mjomba? Mle tena umejirudia. Nilikuwa nimesahau. Sasa mpenzi, na safari ya ghafla yaani imetokea sasa hivi. Imenilazimu nitoke nielekee kijiji cha pili hapo ili kuweka mambo sawa. Safari yangu yenyewe itachukua muda mrefu sana, siku 2-3 hivi nitakuwa nimerudi. Maana nimeamua ili nije nikuage ili usisi ya kwamba nimeukimbia. Si unajua tu wewe ndo
ndo mpenzi wangu mwenyewe. Haya, mimi nakutakia safari njema. Uende salama, ufike salama. Ndo hivi hivi, na maana naondoka kavu hivi hivi. Nataka kuja baba. Ashika chini kidogo. Haya, lakini mpenzi, kwa makini. Unajua mimi naondoka. Sasa kosa tena nikute vitu vyangu vipo tofauti. Hatutoelewana. Haya, bye. Lakini mimi hivi, kaka ana mpango gani na mimi? Nimemtafuta kijiji kizima hata simu. Nifanye ili niweze kumpata kaka yangu. Maana hata sina namna, mimi ndo nazidi kuchoka sasa. Mdogo wangu, kaka, ulikuwa wapi muda wote nakutafuta? Mdogo wangu, haina haja hata ya kunitafuta. Mimi nimeshakufa. Nini? Hivi kaka unajielewa kweli unachokizungumza? Hebu kaka, acha masiala, twende nyumbani, bibi anakutafuta. Hapana mdogo wangu, usinisogelee. Hebu kaka, acha masiala bibi, twende nyumbani bibi. Hivi kaka kaenda wapi? Sasa alikuwa hapa. Hebu njoo mara moja hapo nakuhitaji. Bila hapa nakuja. Nitia nini? Nilitaka tu kujua kwamba maana toka asubuhi kipindi natoka shamba sijamuona baba, ameelekea wapi? Baba yako hivyo ananiambia, amesema aenda kijiji cha pili huko. Anafuata nini? Baba yako bana ameenda kufuatilia ile swali leo ongelewa kwenye kikao hapo juzi. Kwa hiyo amekwambia atarudi lini? Alivyoniambia kama vile siku 3 anaweza akarudi. Nitaka tu kukwambia kwamba make sasa hivi umenizoeza sana. Hata wewe mwenyewe unajua. Mimi mwenyewe najua mwanangu. Kwanza nimefurahi sana niliposikia baba yako anaondoka. Kwa hiyo fanya marekebisho basi. Mwanangu, marekebisho gani? Mama. Jiongeze basi. Haya mwanangu, tangulia naenda kutochea moto kwanza.
kijana, peleka hizi taarifa. Ndio. Mwambie baba yako kuwa sitaweza kufika kwa siku ya kesho, kwa sababu mpaka muda huu naona kuna ugeni unakuja hapa kwangu na nahitaji msaada wangu sana. Kama itawezekana, nitamwagiza kijana wangu aje amsikiliza matatizo yake, lakini kwa mimi itaniwia vigumu. Naomba mpelekee hizo taarifa. Unaweza kaenda. Ni njema. Karibu mzee Mpili. Asante. Nimekuja hapa nahitaji msaada wako. Najua kila kitu mzee Mpili, hakuna siri tena. Sasa hapo unanisaidiaje? Natamani kujua sababu ya wewe kumwoa yule kijana ni ipi? Sasa mimi hapo, usipende kutumia neno sasa, kwa sababu yule kijana toka umemuua zimepita siku kadhaa. Nyosha maelezo moja kwa moja. yaani hapo ilikuwa hivi. Mimi nilikuwa sipendi yani nionekane kwa mtu yoyote, maana yule binti mjomba wangu mimi. Kwa nini unatembea naye? Huoni kama unakaribisha laana kwenye kizazi chako? Au ndio ile misemo ya kwamba mbuzi najizalia dume? Hapana mtaalamu, mapenzi ni hisia. Ukaamua kuua. Ni mtaalamu, naomba msaada wako. Yaani wewe ndio tegemezi letu sisi kijiji. Na vipi nikigoma kutoa msaada? Kwa sababu yote umeyataka wewe mwenyewe. Tafadhali mtaalamu, naomba msaada wako. Changu kitaangamia. Mtaalamu, naomba msaada wako. Tafadhali nisaidie. Mzee Mpili, naona machozi ya damu yanatiririka kwa yule kijana uliyemuua. Yupo kwenye wakati mgumu Mzee Mpili. Laiti ingekuwa wewe unayopitia maisha unayopitia kwa sasa, sidhani kama ungepata hata nguvu za kuja hapa. Mzee Mpili, Mzee Mpili, nakusikia mtaalamu. Mzee Mpili, ondoka, nitalifikiria. Naomba msaada wako mtaalamu. Kama nikiliafiki mwenyewe nitakuja. Dunia imekwisha. Zoya, nipatie fimbo yangu. Kaa karibu yangu. Zoya, kijiji jirani kuna matatizo. Naona watu wote wanaenda kuangamia. Inanilazimu ili niende, maana kalima yangu ni kusaidia. Zoya, naomba uende kwa mfalme kamsikilize kwa niaba yangu na upeleke taarifa zangu. Mimi kesho panapokucha na nilazimu kwenda kijiji jirani. Nadhani umenisikia na kunielewa pia. Sawa viongozi. Pata maagizo yangu, unaweza kuendelea na majukumu mengine.
wakuu, viongozi, mizimu, kijiji hiki kinanitegemea mimi, na kama sitoenda basi wote wataisha. Naomba mniongezee nguvu ili nikawe mkombozi wa kila mtu wa kijiji cha pili. Nafsi yangu na kuagiza, sitapumzika kwa habari bila ya kulipiza kisasi. Mzee Pili ndo chanzo cha yote. Kola kuaburu ukamshughulikie, ukamfanya aongee ukweli mbele ya wanakijiji wake, na kama akishindwa nakuelewa.